Inua mikono miwili, nisema Bwana Yesu, naomba unikumbushe kwamba siku moja utarudi na utalichukua kanisa. Sema ninaomba wakati unapochukua kanisa nikawa miongoni mwao watakao kuja mbinguni. Sema Bwana Yesu, naomba nisaidie. Mungu Baba, nakushukuru kwa sababu ili ndio agizo kwamba tukuandalie kanisa takatifu tukufu lisiokuwa na waa ila kunyanzi wala lolote, au kutuita tuandaye ufalme duniani, kulituita tukuandalie ufalme wa mbinguni. Kila mmoja atakayesikia neno hili mpe neema kwa jina la Yesu. Kanisa lote tuseme amen. Leo ni injili ya mtu binafsi. Katika kitu ambacho nimegundua na nimeelewa kwamba kanisa limeinamisha macho chini, na macho yao watu yanayahama yanaangalia dunia. Tule nini, tunywe nini, tuvae nini, sema amen, na kutengeneza vyeo na umaarufu na vitu vingine. Nasikia mtima wangu na niuma kwa sababu watu tumeacha imani na watu tumeacha yale tuliyokiri tulipopokea wokovu. Tumeacha. Ndugu zangu, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 1, sema amen, mstari wa 9 mpaka 11. Naomba mtu mmoja nisomee. Kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likamtokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Huyu Yesu mnayemuona hapa anakwenda, mnamtazama anavyoenda, msishushe macho yenu chini. Kwa njia hiyo hiyo atarudi. Kwa maana nyingine, msihamishe macho yenu mkaangalia pembeni, kulia, nyuma na mbele. Inueni macho juu. Kwa njia hiyo hiyo anayokwenda, kwa njia hiyo hiyo atarudi mara ya pili. Mkimsubiri kwamba atarudi tena, kwa maandiko yanatuthibitishia wazi Yesu atarudi mara ya pili. Na damu na nyama havitarithi ufalme wa mbinguni, bali wanadamu waliooshwa kwa damu, waliotakaswa utu wao wa ndani, waliokataa kugusa vitu vichafu, watabadilika wafanane naye. Watamlaki Yesu mawinguni, ndipo watandamana naye kuingia kwenye kiti cha rehema, kwa mji usiojengwa kwa mikono ya binadamu, uliojengwa na Yesu mwenyewe. Sikiliza ndugu yangu, uliokoka, ulipokea imani, na je, macho yako yako pale pale, au unahamisha macho yako, au unafuata mambo mengine? Siku moja nikamwambia, hivi kama pesa inaweza kubadilisha dunia ya mtu, kuna haja gani ya Mungu kumpa mtu pesa? Kama fedha na utajiri, sema amen, inaweza kukufanya ukatae kuabudu. Si afadhali Mungu akunyime pesa uabudu? Yes. Kama huwezi kufunga duka siku ya ibada, sema amen, huwezi kufunga biashara yako siku ya ibada,
tunaabudu dakika 3 nakimbilia ibadani. Kwenye biashara kuna haja gani ya wewe kuwa naye? Muulize mwenzio, mwambie kuna haja gani ya wewe kuwa na pesa? Kuna haja gani? Kama Mungu anaweza kubadilisha tabia, au Mungu akabadilisha tabia. Ulipokuwa kijana ulikuwa unaabudu, sema amen. Unapatikana kanisani, ukioa na kuolewa unaacha imani. Kuna haja wewe kuwa na hela au kuwa na ndoa? Unamsahau aliyekupa kitu au unakimbia na kitu? Kama Mungu amekupa pesa, usimsahau aliyekupa pesa. Bwana Mungu aliwaonya Waebrania, mtafika Kanaani, mtajenga, sema amen. Mtakuwa na mifugo, mtakuwa na kila kitu, mtazaa watoto. Lakini na wafahamu ninyi wanadamu, msije mkamsahau Bwana Mungu wenu na mkasema ni nguvu zetu na uwezo wetu uliotupa imani, mkaacha imani. Ndugu zangu, vitu vyote tulivyo navyo duniani ni vya kupita vyote, lakini Yesu anadumu milele. Siwasikia, anadumu milele na ni rafiki mwaminifu anayeshikamana na mtu kuliko ndugu. Kuna mahali marafiki hawatakusaidia. Kuna mahali waombezi hawatakusaidia. Kuna mahali nabii hatakusaidia. Yuko rafiki mmoja anashikamana na mtu kuliko ndugu, anaitwa Yesu. Huyo hata kilala kwa kitanda umechoka, kinywa chako hakiwezi kufunguka, ataongea na nafsi yako. Yule ambaye hata waombezi wakiacha, yeye yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba, anakuombea usiku na mchana. Huyo ni rafiki mwaminifu. Unamstahili. Uaminifu wake wadumu vizazi na vizazi. Hajawahi badilika, hajawahi acha mtu gizani. Wewe alisikia kilio cha Lazaro kwa kaburi, wakati watu wote wanasibabua, wanasema ananuka, na kutangazia huyo aliyekokoa alivyo mwaminifu. Hata Martha alisema usisogee, kaka yetu ananuka. Lakini Yesu mnyenyekevu, asisikiliza harufu ya mabaya yetu, anasikiliza thamani ya roho zetu, anatuokota hata kama tumechoka. Alishuka akamwokoa Lazaro, akamwita Lazaro kutoka kwa wafu. Inawezekana leo umekata tamaa na maisha yako, naona huwezi kuinuka tena. Mungu amenipa ujumbe kwa sababu amekumbuka thamani ya roho yako, na anatamani akakae na wewe milele. Siku ile utakaponyamaza peke yako kwa jeneza, malaika wazunguke jeneza lako, maana imeandikwa ina thamani nyingi mauti ya mcha wake Mungu. Mauti itakapokufikia, wasiweko waganga wala wachawi wanaweza kutambika, ukazungukwe na malaika wa mbinguni. Utakapokana Yesu mpaka mwisho, utakuwa kama vile Mungu alivyomkemea shetani juu ya maiti ya Musa. Shetani alipotaka kuitumia anataka, Mungu alishuka akasema, huyu ni mwanangu, amekuwa na agano nami na ametembea na mimi. Shetani, utagusa maiti ya Musa. Hicho ndicho kitu ninachokitamani, kwamba siku yangu ya kuondoka duniani ikawe siku ya utukufu, siku ya heshima. Hata kama nitatembelea magoti nimechoka, lakini ile siku nikaone mbingu zimefunguka. Nisiondoke kwa kushtukizwa. Sijajua wewe unawaza nini, maana siku ile sitakuwa na watoto, sitakuwa na rafiki, sitakuwa na mfariji, sitakuwa na mama wa karibu, sitakuwa na wachungaji watakaosema alikuwa askofu wetu. Wengi watakuwa na waza ameondoka, nani atakuwa kiongozi? Maana hiyo ndio kawaida wanadamu. Hata kabla Yesu hajafa walianza kikao, alisema naondoka, nani atakuwa mkubwa kati yetu? Hiyo ni kawaida ya binadamu.
lakini natamani siku ya kutoka kwangu nitoke na mkono wa nguvu mbele za Bwana. Na Bwana niambie, shujaa, ulipigana, ulimkataa Yezebeli maisha yako yote, na uliwafundisha watu kweli, umeacha mabaki nyuma, wanaendeleza imani. Sijajua wewe unatamani nini. Nataka niamshe roho yako. Kama na watoto, utaacha alama gani kwa watoto? Wanatakiwa watoto washike nyendezo, waseme mama, nenda kwa amani. Mjomba, nenda kwa amani. Shangazi, usiombe ukafa watu wanalaani kwamba mwacha ende. Wewe ulitukwaza, ulituroga, ulitukosesha, utakuwa na hole. Ni heri kama watu watakubariki siku ya msiba wako, watu wataimba wimbo na huku wanakusindikiza kwa amani na kuombea dua siku ya leo. Hata kama ulifanywa mkataba na uchawi, ukatae uchawi leo. Waambia mzimu wa bibi na kukataa, waambia mzimu wa babu na kukataa, waambia tabia ya ukoo na kukataa. Iwe ni maamuzi ya kila mtu leo kutamani kwenda mbinguni. Iwe ni maamuzi ya kila mtu leo kutengeneza njia zake. Iwe ni maamuzi ya kila mtu leo kurudi kwa madhabahu. Usijifariji mwanangu, mwanangu, usijifariji. Dunia imekula wengi, imeua mashujaa wengi, imewalaza makamando wengi. Dunia sio rafiki wa mtu. Nasema dunia haijawahi kuwa rafiki wa mtu. Dunia haijawahi. Hata shetani angekupa kila kitu, anwani yake ni kuua. Zima milele. Ngumu gani kupatana na Mungu wako? Pana ugumu gani kutengeneza njia yako? Pana ugumu gani kumwambia Yesu, nataka kukaa na wewe? Pana ugumu gani? Na Biblia inasema hakuna amani kwa wapao, na wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, na ndani yao hakuna na kuwakwaza. Binti yangu, kuna ugumu gani kumwacha boyfriend pagani? Pana ugumu gani kumwambia sitaki, nimeokoka? Pana ugumu gani? Unataka mpaka uumizwe, urudi na vidonda ndio uanze kusema Yesu nisamehe? Mbona unaweza kutoka sahihi? Mbona unaweza kuanza upya na Mungu sahihi? Mbona unaweza kuamua kwenda mbinguni sahihi? Wapendwa wangu, na wasikwa rehema za Bwana, mbingu iko na Yesu anaishi na hajawahi kufa, hajawahi lala. Yeye alisema ndiposa Baba anipenda, kwa sababu nina uwezo wa kutoa uhai wangu nikauweka kaburini, na siku ya tatu nikautoa tena. Na akasema mamlaka hii nimeipokea kwa Baba yangu, kwa sababu ya ndugu zangu waliokuwa mikononi mwa shetani. Oh my God, sema amen. Hiyo ndio sababu siwezi kuacha kumhubiri Yesu. Yesu hakujua dhambi, Yesu hakujua makosa, Yesu hakujua uovu, lakini mbingu zilikaa, tumtume nani? Ni nani ataenda kwa ajili yetu? Hata kama leo natembelea magoti na kualika tena, inuka, jitie nguvu katika Bwana Mungu wako. Tazama, neno li karibu nawe, liko ndani ya kinywa chako na ndani ya moyo wako. Unaweza ukaita Yesu hapo ulipo, na Yesu akakuinua tena, ukaendelea na imani. Usiache wokovu mwanangu, usizoee kuokoka, usizoee kuokoka,
Usizoee utumishi bwana, usizoee. Hata kuhubiri ni neema. Sisi akina nani sisi tusimame tuwatangazia watu wokovu wa Bwana? Wanawaambia wachungaji mnaonisikia, ni akina nani sisi tule sadaka za watu? Watu walete sadaka kwa madhabahu tule sisi. Imetupasa kuogopa, imetupasa kutetemeka, imetupasa kumcha Bwana kwa uoga na kwa kuheshimu kazi aliyofanya. Wanangu, msizoee kuokoka. Nakumbuka Mungu alivyoniita, aliniambia maneno haya: hata kama umechoka, umekata tamaa, najua unagombana na Yezebeli maisha yako yote, kinywa chako kisihubiri uongo, wala usije ukanigeuza nikawa mtu Mungu mwingine. Usibadilishe imani na mafundisho uliyosikia kutoka kwangu. Wanangu, sikiliza, sitamfanya Mungu kuwa mwingine, sitabadilisha kweli yake kuwa uongo. Rudini kwa Bwana. Simama kwa miguu yako, simama. Nasema rudi kwa Mungu wako. Asiweko mtu anayeangalia wengine. Nasema rudi kwa Mungu wako. Kama hujawahi lia machozi, kama hujawahi kumbuka nguvu ya msalaba, nasema rudi kwa Mungu wako. Kwa nini uombi? Unamsikiliza nani? Fungua kinywa chako, rudi kwa Mungu wako. Rabo shandori kasaya riko masanto. Naomba ukumbuke ulivyopokea tu, ukumbuke ulivyookoka, ukumbuke ulivyopokea. Una uhakika uliacha imani? Kimbia mbele, kimbia mbele. Kama una uhakika uliacha imani au unataka kuokoka, kimbia mbele. Na ukifika hapa, mwambie Mungu kweli wa maisha yako. Ukifika hapa, anza kumwambia Mungu ukweli wa maisha yako. Roshambiko kasaya rokebo kosatufa. Mwambie Mungu anasikia maombi yako, anasikia. Rusaketo masato roshepi amosana ramakusa ikota. Kama unataka kutengeneza na Mungu na shindo, unasikia hatiani kubwa, kimbia mbele. Shetani anakuambia huwezi kutengeneza, huwezi pona, njoo mbele nikusaidie kwenye maombezi. Rama mama santu taiko rama santu rika ramo rika baba baba santu reketo ria santu mahanda toprima korosa. Aomba, usizuie machozi. Machozi ndo toba yenyewe. Ramiko santu payakosa rama baba santu rehoramo rama mama kusa rekosa baba saprima kosa tufa yeketo remusaka taprima kora masanto. Ni sehemu yako ya kutengeneza. Ramakusa kata upili ubatili, sitaupili uongo. Umeniambia niwaambie watu wako, wewe ni mtakatifu, wewe ni baba yetu, wewe ulilipa deni msalabani. Nioshe nitakase, na yoyote aliye tayari mtendee mema siku ya leo. Roshambakusa kata tutofia, tuponye, tuponye. Okoa nafsi zetu, samehe maisha yetu, ondoa ukaidi ndani yetu, ondoa kiburi, ondoa majivuno Yesu, ondoa kujisahau, ondoa utakataka ndani yetu. Ramakusa zamaye kokoso saipawa brito tomaiko shendo ramamakusamo. Oh my God, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wachungaji sikatoe pepo pale, kei katoe na pepo. Ramakusa zaya koto makuta taprima korama. Unapotubu pepo anatoka, unapotubu unavunja magano na kuzimu, unapotubu nguvu za giza zinakuacha,
Unapotubu uchawi na kuacha ramakuza lokatu. Unapotubu nguvu za pepo na mikataba kuzimi na chia ramakuza ikotu ramamama makosi kambe kasima. Ninasikia Roho Mtakatifu yuko. Naomba tusimame. Inua mikono juu. Ninashuhudia leo Mungu yuko tayari kuongea na sisi. Inua mikono juu. Mungu yuko tayari kuongea na sisi. Thank you God. Ili ni kanisa lako Bwana. Roma nitabibu wakaribu tabibu wa haja na rehema za daima wakaribu tabibu awezaye kuponya majeraha yetu na rehema za daima. Inua mikono juu na siku za nyongeza. Tumeachwa tu tupaliliwe ili yamkini tutazama. Hebu tafakari tu. Hata mahali ulipo nilipo ni mkono wa Bwana. Tafakari tu. Riko rababosa. Hata yote tulionayo ni rehema za Bwana. Upweke limetukuka jina lako wewe Yesu. Imbeni malaika kwa wokovu wa Yesu. Si mbaya kutubu pamoja nao. Fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Nimejipata niko ndani ya matatizo. Sasa natubu dhambi zangu. Naomba unisamehe, unikubali tena, uniondolee hatia ya moyo.
Kwa jina la Yesu. Unipe amani ya kweli. Unifanye kuwa mwanangu siku zote za maisha. Sema kwa jina la Yesu. Ninakataa kila mkataba ambao adui ameweka katika maisha yangu. Siku ya leo ninakataa mateso kwa jina la Yesu. Yesu nisaidie. Mungu Baba, na waweka watu wako mikononi mwako sahihi. Watendee mema, wape wokovu wa kweli, kwa sababu umetubu na kusimama mbele yako. Rehema zako ziko juu yao, kuondolea hatia na huzuni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kurudi. Naomba anza kumshukuru Mungu. Adui ninakuangusha, sabato pana tupusa rama kesho cha pepo fungua kinatoka pepo toka pepo mauti pepo azima umeshindwa in the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabikoko Sotofarasi Suprema Antuva Kosi Rabikoto Panakusi Romeko Kosa Mahanda Tupeyosa. Maskini kuna wakati mwana kwa baridi wote hawa wanamwona nasikia kuna madhabahu alikutaka babake awe mtoto wetu. Umeelewa? Mtoto wetu wake alimwa sana kidogo. Tunaenda kifo cha ghafla. Sasa kukumanisha nisikie mtumikie Mungu kukumanisha kishwa kama mbele nisikie, yaani usiishi kama vijana wengine, kwa sababu wameshaandika katika sema Bwana Yesu asante kwa rehema zako, asante kwa kuniacha hai hata siku ya leo. Nisamehe dhambi zangu zote, ninakupokea leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha sifi maisha, na ninakuahidi nitakutumikia siku zote za maisha kwa jina la Yesu. Karibu naye nasikia nguvu zinaanza kuisha. Yesu, uliniacha kama mabaki, uliniponya na ajali mara 8, umeniponya na BP, umeniponya na kisukari. Unaweza kuponya wewe kijana. Yamkini uliniacha nikutane na wewe kijana ambaye ni taifa, ambayo wengi wataponywa kupitia yeye. Ninakusihi siku ya leo iwe siku ya mwanzo wa maisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Madhabahu za giza, utawala wa kuzimu, mauti na kifo
umeshindwa. Kijana, utafuata njia za baba yako, hautakufa premature wala kufa mapema kama mama yako. Nafuta mauti kwa jina la Yesu Kristo, mwanamke hai. Unarudi shuleni na unafanya mitihani na unavuka kamba na unakuwa mtukufu. Ninakuacha katika mikono ya Mungu aliye hai. Ninaondoa jasho la mauti kwa mwili wako kuanzia leo. Kama naweza kumpa Yesu makofi umpe kabisa. Ninaondoa vidonda vya tumbo, ninaondoa kansa, ninaondoa typhoid, ninaondoa magonjwa yote ya kutengenezwa. Natangaza uzima ndani ya siku 3. Mwili wako umerudi sawasawa na unarudishwa kwa jina la Yesu. Wote tuseme amen. Kabla sijakuombea kwa jina la Yesu Kristo, mateso hayapotei. Waliotega shimo na mtego na wanafu wenyewe. Kijana, unarudi shule ukiwa salama. Jina la Yesu Kristo, tena utatoka na ufaulu wa kushangaza. Kwa jina la Yesu tuseme amen.